Watu wengi huwa wanaanza biashara kwa kuiga biashara za watu wengine bila kujua kama hiyo biashara inawafaa au haiwafai. Ili ufanikiwe kwenye biashara, ni muhimu sana kuchagua biashara inayolingana na uwezo wako, mtaji wako na mahitaji ya soko kwenye eneo husika. Kuna njia za kufanya ili ujue biashara unaotaka kuifanya kama inakufaa au haikufai. Njia ya kwanza, andika idadi ya mawazo ya biashara ulionayo. Usikimbilie kuanza biashara moja kwa moja. Andika kwanza mawazo yote ya biashara unayoyafikiria ili kusaidie kuona fursa nyingi na kuchagua biashara yenye nafasi nzuri zaidi kuliko biashara nyingine. Kadri unavyokuwa na mawazo mengi, ndivyo unavyoongeza nafasi ya kupata biashara ambayo inakufaa kulingana na uwezo wako, mtaji wako, uhitaji uliopo sokoni na mazingira uliopo. Unapoandika mawazo ya biashara, itakusaidia kufanya maamuzi sahihi badala ya kuanza biashara kwa papara. Njia ya pili, fanya utafiti wa soko. Baada ya kupata mawazo ya biashara, hakikisha unafanya utafiti wa soko ili ujue kama watu wanahitaji hiyo bidhaa. Angalia wateja wanapenda nini, wanahitaji nini na ni changamoto gani wanazokutana nazo ili uweze kutoa na kuuza suluhisho. Utafiti wa soko utakusaidia kuelewa kama biashara inaweza kupata wateja ama isipate wateja. Biashara yenye soko zuri na wateja wa kutosha huwa ina nafasi kubwa ya kukua na kuleta faida ya muda mrefu. Njia ya tatu, fanya utafiti wa ushindani. Angalia biashara nyingine namna zinavyofanya kazi na kuchunguza wanauza nini, wanatumia mbinu gani kuendesha hiyo biashara, wanahudumiaje wateja wao. Hii itakusaidia kujifunza makosa ambayo wanayafanya, lakini pia utajua udhaifu wao na mafanikio yao ili uweze kuboresha biashara yako. Ukijua ushindani uliopo sokoni, itakusaidia kuandaa biashara yenye utofauti na uwezo wa kukabiliana na ushindani uliopo sokoni. Njia ya nne, fuatilia ukuaji wa hizo biashara. Angalia kama biashara unayotaka kuianza inaendelea kukua au uhitaji wake unapungua sokoni. Biashara inayokuwa huwa inaonyesha namna mahitaji yake yanavyozidi kuongezeka sokoni. Unaweza kufuatilia ukuaji kupitia mitandao ya kijamii, ongezeko la wateja ama kupitia maendeleo ya biashara nyingine ambazo zinafanana na aina ya biashara unayotaka kuifanya. Ukichagua biashara inayokuwa, utaongeza nafasi ya kupata faida na mafanikio ya muda mrefu. Njia ya tano, fuatilia udhaifu uliopo sokoni kwenye hizo biashara. Hakikisha unachunguza mapungufu yaliyopo sokoni kama huduma ni mbaya au bei ni kubwa, ubora mdogo ama ucheleweshaji wa huduma kwa wateja. Hapa ndipo fursa ya biashara ilipo. Ukiboresha hayo madhaifu yaliyopo sokoni na ukatatua changamoto ambazo wateja wanakutana nazo, biashara yako itavutia wateja wengi kwa kipindi cha muda mfupi. Biashara inayotatua matatizo ya watu huwa ina nafasi kubwa ya kukubalika sokoni na kufanikiwa sokoni pia. Ili ujue biashara inayokufaa, unahitaji muda wa kufanya utafiti wa soko. Usichague biashara kwa kufuata mkumbo wa watu wengine. Hakikisha unachagua biashara yenye soko, biashara inayokuwa, biashara inayoweza kutatua matatizo ya watu na kutoa suluhisho. Ukifanya hivi, utatengeneza nafasi ya kufanikiwa kwenye safari yako ya biashara.